Watazamaji wetu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edwin Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Jesus Winner Ministry tuko hapa Nairobi, Loisambu Flyover. Karibu katika neno la Bwana na Mungu atakuonekania. Fungua Biblia yako katika kitabu cha Romans 8. Mjumbe wangu leo, how many people can risk their life because of God? Christians love their God kupitia kwa midomo yao peke yake. Ndimi zao zinapenda Mungu, lakini vitendo zao hazipendezi Mungu, na haziwezi simama upande wa Mungu. So my message today, how many people can risk their life because of their God? Ni watu wangapi wanaweza hatarisha maisha yao kwa sababu ya Mungu wao? Sasa everybody is very quiet. It is true. People, they value their people, they value their family, they value their parents kuliko kuvalue them God. Risk la Kiswahili ni kusema mimi kuhatarisha maisha kwa sababu ya Mungu wako. Nataka ujiulize kabla niendelee na neno, ujiulize na maishani mwako kama kweli unaweza kuhatarisha maisha yako kwa sababu ya Mungu wako. Kuna watu katika Biblia walihatarisha, hawakugharimia maisha yao, hawakugharimia vitu zao, hawakugharimia chochote ambacho Mungu aliwapatia. Hapo ni gumu sana, kwa sababu hata mimi wakati wa Mungu akaniuliza, pastor, wewe unaweza kunipatia chochote, unaweza risk your life kwa sababu yangu? Sasa ni kwa maono nikamwambia Mungu, naweza kukupatia everything in my life, lakini usiwezi kukupatia mtoto wangu. Do you see? Baadaye nikamwambia kile Mungu anaweza taka naweza kukupatia, lakini Mungu akaniambia hakuna. Kwa mfano, kusimame watu wawili pale, wao wametumwa hapa na tuongee ndani ya roho, tusiongee kwa midomo, na wao wameambiwa pale kwa gate ya kwamba leo yule yote ataingia kanisa ya Jesus Winner na akili Yesu atakufa. Yote ataingia Jesus Winner Jumapili ya leo, tuseme Sunday ijayo, akiingia pale na aseme Yesu ni Bwana, hata kama nitakufa nikufe. Na kuambia wapendwa, Mungu akaniambia ni kama watu 5 wanaweza sema Yesu ni Bwana, wengine wote watachukua miguu wakitoroka wakisema wacha niokoke kesho, leo sitaki kwa sababu ya kifo. It is true. Tunapenda Mungu na midomo, we love our God na midomo yetu. Hatupendi Mungu kwa sababu ni Mungu ambaye anaishi. Hatupendi Mungu, acha niwaambie ukweli. Hiyo ni kitu moja nataka niwaambie, hakuna mtu hapa anapenda Mungu kabisa. He can risk or she can risk their life because of God. Hakuna. Ni watu 5 peke yake. 5 people. Na Mungu wako nipatia majina. Basi tuingie katika kitabu cha Romans 8 mstari wa that 1. Na tutaendelea mpaka hapo mpaka mstari wa that 9. Wa Roma 8 mstari wa 31 au that 1. Biblia inasema hivi: kutokana na hayo tuseme nini zaidi? Ikiwa Mungu yuko upande wetu, nani awezaye kutupinga? Mungu hakutumainia hata mwanawe wa pekee, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi zote. Ikiwa amefanya hivyo, je, hatakutujalia pia mema yote? Nani atakaye mstaki mteule wa Mungu? Mungu mwenyewe utuondolea hatia. Nani atakaye mhukumu? Hakuna. Maana Kristo ndiye aliyekufa tena akafufuka kutoka wafu, anakaa upande wa kulia wa Mungu. Yeye anatuombea. Ni nani awezaye kututega na upendo wa Kristo? Je, ni taabu, ni dhiki, au ni mateso, au ni njaa, au ni ukosefu wa nguo, ni hatari au kifo? Kama maandiko yasemavyo, kwa ajili yako tuakabili kifo, tunatendewa kama kondoo wa kuchinjwa. That 7. Lakini katika mambo yote tumepata ushindi mkubwa kwa msaada wake yeye aliyetupenda. Maana najua hakika kwamba hakuna kitu kisicho
tuteganisha na upendo wake, wala kifo, wala uhai, wala malaika au nguvu nyingine za mbinguni, wala yatakayotokea sasa, wala yatakayotokea baadaye, wala mamlaka, wala ulimwengu wa juu, wala chini kabisa. Hakuna kiumbe chochote kinaweza kututenganisha na upendo wake Mungu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Sema amen. Amen. Nasoma hii maandiko ambayo iliandikwa na mtumishi wa Bwana Paulo. Tunajua Paulo alikuwa mtu ambaye alikuwa mkairi, alikuwa mtu mbaya, alikuwa mtu muuaji, lakini alipookoka Paulo, maandiko inasema ya kwamba yeye anasema alisulubishwa pamoja na Kristo. Kwa hivyo Paulo anapoongea katika Biblia anasema hata yeye mwenyewe amesulubishwa pamoja na Yesu. Kwa hivyo hakuna chochote angedhamini. Paulo hakuna kitu angedhamini. Naongea juu ya Paulo kwa sababu anasema hakuna chochote, iwe ni nguo, iwe ni njaa, iwe ni kifo, kitakacho tutenganisha na Bwana. Sema amen. Amen. Paulo anakiri kwa kinywa chake, na hayo ndio ilifanyika kwa sababu hata wakati Paulo na Sila waliwekwa gerezani, walisimama na Mungu. Hawakuweza kusema ya kwamba tutasimama upande wa Yesu. Walisimama upande wa Yesu. Hata kama wangeambiwa watakufa, walikuwa upande wa Yesu. Kwa hivyo Paulo akasema ya kwamba hakuna chochote kitakaye tutenga na Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sijui ni wangapi siku ya leo ndani ya nchi ya Kenya, ndani ya wachungaji ambao wako wakati huu, sijui ni Wakristo wangapi hata wako ndani ya Jesus Winner watakaye simama na neno kama hilo, waseme hakuna chochote kitakacho tutenga na Mungu. Sema amen. Amen. Nimewaambia wapendwa, nyakati ambazo tuko ni nyakati za watu wanajipenda, ni watu ambaye wamesimama na misingi yao, lakini Mungu anataka watu ambaye watasimama upande wake. Amen. Ambia mwenzako simama upande wa Mungu. Simama upande wa Mungu. Sema amen. Amen. Mungu mwenyewe akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya maisha yetu. Kwa nini Mungu amtoe? Hakuwa na mtoto mwingine. He was firstborn, na alikuwa na mtoto wa kipekee. Wacha sisi ni watu wa Mungu, lakini Yesu ni mtoto wa Mungu, akamtoa kwa ajili ya maisha yetu, akarisk. Sema risk. Kuhatarisha. Akatoa mwana wake kwa sababu anakupenda. Akatoa kile ambacho alikipenda. Yule ambaye alimpenda kabla mbingu iumbwe, yule ambaye alikuwa karibu na yeye sana, akamtoa kwa ajili ya maisha yetu. Yes. Hallelujah. Amen. Sijui ni wakapi siku ya leo wanaweza simama upande wa Mungu, kuwe na shida, kuwe hakuna chochote, wariski maisha yao. Tunaona katika Biblia kuna watu wariski maisha yao. Angalia mtu mzee wa imani Ibrahimu katika Mwanzo 22, inasema ya kwamba Ibrahimu baba yetu ya imani kuona gharama yoyote wakati Mungu alimwambia. Unajua kitu moja, Ibrahimu alikuwa amekaa miaka yote akiomba Mungu ampatie mtoto wa kutoa machozi. Amelia miaka yote, uzee wake, Mungu amempatia Isaka. Na wakati amepatiwa Isaka, naye Mungu yule tu amempatia. Hallelujah. Amen. Akamwambia Ibrahimu, nataka unipatie huyo mtoto. Nipatie, sikia. Kitu ambacho ni dhamana, kitu ambacho kimekuondolea machozi, kitu ambacho unajua sasa aibu imetoka, alafu Mungu amekuambia nipatie. Wewe ukiambiwa leo acha hivyo, acha mtoto mpendwa, acha tuongee ukweli. Mungu akwambia ile kama mshahara yako ulifanya mwezi yote, Mungu anakataka utalaa ukinongona. It's true. Wewe Mungu akikwambia brother, useme Mungu amekupatia gari leo, akwambie nataka hiyo gari nikupatia, Sunday unataka kanisani, uweze kubali. Utasema hiyo pastor ako na wazimu. Ngumu. Na hata kama ni Mungu atakuongelesha usiku, utaanza kujifanya ni kama sio sauti ya Mungu, utasema hiyo ni mapepo. Kama ingekuambia sauti ingetoka ikuambie brother utapata gari ingine kubwa, utasema hallelujah, amen, sauti ya Mungu imetokea, nitabarikiwa. Ikikuja ni ya kukuitisha, utaibadilisha. Because you cannot risk your life because of God. Yes. Hallelujah. Amen. Watu
wacha niwaambie, na nataka unishike mzuri. Ibrahimu amepatiwa mtoto, kitu ambacho kutoka wakati aliahidiwa tangu akiwa kijana, ameambia utapata mtoto atakuwa baba wa mataifa. Alafu amepatiwa akiwa wakati wa kukufa, karibu kukufa. Alafu tayari Mungu anamwambia nataka hiyo mtoto. Hallelujah. Ibrahimu kusikia sauti ya Mungu, hakutaka kujua itatokeaje. Mtoto walipatiwa na sauti kasema atakuwa baba wa mataifa, na sasa sauti nyingine imetokea, nipatie mtoto. Ibrahimu alienda kaambia mtoto, twende tukatolee Mungu dhabihu. Wakafika mpaka mlima wa Mori. Mtoto wajui kunaendelea nini, ajui nini kitafanyika pale. Angalia, mtoto wajui. Na Ibrahimu naona hata atakikwambia Sara, juu angeambia Sara vita ingetokea hapo. Kwa sababu angemwambia hatakuwa maternity na wewe Ibrahimu, usi wako, enda ukatoe wako. It's true. Kuna fika mahali mama anasema mtoto si wako baba, huyu ni wangu, enda ukatoe wako. Lakini hakuambia Sara, alisema Mungu amesema hapa, hakuna mambo ya kujadiliana. No compromise. Yeah, hakuna mambo ya kujadiliana. Kama Mungu amesema. Sasa akachukua mtoto akaenda mlimani kufika pale. Hallelujah. Akachukua kisu atoe mtoto ambaye Mungu amemtoa. Una riski, kuna hujui itaendelea namna gani. Unaona yeye ajui kama kuna mtoto mwingine atakuja. Sara ndio huyo amezeeka. Hallelujah. Anakaribu kukufa, lakini mtoto ambaye amepata ameenda kumshija. Ataenda kuambia Sara nini? Kuna mambo mengine mpendwa, kama Mungu amekuambia usienda kujadiliana na watu, fanya kile Mungu anataka. Useme amen, kwa sababu you cannot do that. Mimi ninaambia Mungu, I'm not Ibrahim, but God, I need the grace from you. Hallelujah. Amen. Kuna mahali Mungu anataka you risk ndio akubariki. You risk yourself. Si ya kuuliza na nikifanya hivyo what next? Unajua hapo ndio shida inatokea. What next? Nikifanya hivyo what next itakutokea namna gani? Ibrahimu hakutaka kujua what next. Alijua neno la mwisho liko na Jehova. Amen. Hallelujah. The last one lilikuwa na Mungu. Kwa hivyo akamtoa mtoto wake afe. Wakati alinua kisu, Mungu akaona mwenye imani. Mtu amerisk, hataki kujua itakuwa namna gani. Maandiko inasema Mungu akalete kondoo mwenye pembe, akamwambia Ibrahimu, usitoe mtoto wako. I am a God, your provider. Jehova Jireh akampatia mtoto. Kutoka hapo Ibrahimu akafanywa baba wa imani. Amen. Watu ya imani watatoka wapi? Watu ambao watariski maisha yao. Watu ambao watasimama na Mungu wao. Watu ambao hawatahesabu gharama. Watu ambao watasimama na Mungu. Hallelujah. Mungu akaniambia nikiendelea hapo ya kwamba watu wengi wanaweza furahisha watu wao, wafurahisha mabibi zao, wafurahishe watu wao, wafurahishe wazazi wao, lakini hawawezi riski maisha kwa sababu ya Mungu. Kuna watu wako hapo, acha niwaambie ukweli. Bibi yake anaweza kumwambia leo, nataka nguo ya 20,000 kesho, na kama ni wangu lazima uninunulie. Atanunua, afadhali aenda kakope, afadhali aenda kachukue loan, anunue hiyo nguo. Anaweza pigiwa na wazazi, aambiwa nataka 20,000 before the end of month, peperoni, apeleke hiyo pesa kwa sababu ya mzazi, but he cannot risk his life because of God. Hawezi. Hello. Amen. 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 Kuna mtu, wacha nikuambie ukweli, anaweza ambiwa na bibi yake hata hiyo tithe hatutapeleka kanisani, na kwa sababu anapenda bibi yake akose kuleta kwa sababu ya bibi yake. He cannot risk because of God. Hallelujah. Amen. Iko hivyo. Wapendwa, iko hivyo. Ibrahimu akajua Sara anaweza leta nyoko, anaweza leta vikwazo, na yeye ajui vile Mungu aliniambia. Sometimes sauti ikikuja ni wewe umeongeleshwa, si nyinyi mmeongeleshwa. Understand me? Wakati sauti inakujaga unaahidiwa, sio nyinyi mnaahidiwa, ni wewe umehaidiwa. Na wewe umehaidiwa, you are the one who can risk because of God. Amen. Hi. Hello. Salimia mwenzako, mwambie wewe unaweza risk
Na sikudanganya, muulize unaweza riski namna gani? Kivipi? Kwa sababu lazima tukubali kuriski kwa sababu ya Jehova. Sema amen. Amen. Ibrahimu akariski maisha yake. Amen. Mtoto wa kipekee, only the son. Ajui maisha mwake, na hakuwa ameahidiwa watoto wawili, aliambiwa mtoto mmoja. Kwa hivyo alikuwa anajua akiua huyo ndio mwisho wake, lakini akampeleka pale, akamwalalisha kwa kuni, akienda kuweka kisu pale, Mungu akajitokeza. What I'm telling you my brother, what I'm telling you today, kama unataka kutembea na Jehova, wakati mwingine lazima ukubali kurisk your life. Amen. Hai. Hello. Hii kazi ya Mungu haitaki kupendwa. Wacha niwaambie ukweli. Ukitaka kupendwa hawezi kaendelea. Hawezi. Ukitaka watu wakupende, kama mimi nikitaka nipendwe sitaendelea. Kanisa haitasimama. Wakati mwingine lazima nikubali kukataliwa ndio Jehova aitwe Jehova. Ndio. Haleluya. Lazima. Bwana asifiwe. Amen. Lazima ukubali. Angalia katika Danieli 3, Shadraka, Meshaki na Abednego. Haleluya. Vijana wenye imani wanajua Mungu wao. Yes. Sijui tutapata watu wa imani leo wapi? Sijui tutapata watu ambao watasimama na Mungu wapi Kenya? Sijui tutawapata wapi ndani ya Jesus Winner? Yes. Watu ambao no compromise kwa sababu ya Jehova. Watasimama waambie Mungu amjea. Yes. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama ni kukufa utakufa. Kufa kwa sababu ya Yesu. Kwa sababu hata kama utakufa kuna uzima wa milele. Hallelujah. Shadraka, Meshaki na Abednego, hawa vijana walikuwa watu wa imani. Hawakuwa na kitu ambacho walikuwa wamebakisha. Nataka watu ambao wajabakisha kitu kwa roho zao, watu ambao wako tayari kwa sababu ya Jehova. Kukatolewa sheria na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nebukadneza. Hiyo ni Danieli 3. Danieli 3 ukisoma yote inasema akatoa sheria na kukasemekana mtu yoyote katika ile nchi lazima ataabudu Mungu wa Nebukadneza, na wakati karubeta, virimbi na vingine zote itakapopigwa, watu wote wainame waabudu Mungu wa Nebukadneza. Angalia, ni nchi ya wageni, sababu walikuwa nchi ya kigeni, Babuloni. Wameenda Babuloni, watoto wa Israeli wameenda kwa wenyewe na wameambiwa lazima waabudu mfalme wa huko. Nebukadneza ametoa sheria na imewekwa sahihi ya kwamba lazima kila mtu atainamia miungu pale. Biblia inaniambia vyema ya kwamba wale vijana hawakuinamia miungu ya Nebukadneza, mpaka watu wa huko wakaenda kwa Nebukadneza wakamwambia mfalme, kuna vijana kutoka Israeli, kuna vijana wa Ibrania, wakati wote tunapiga magoti tunakuja tunakuabudu, hawawezi wakainama. Mfalme akasema waitwe. Wakaenda mbele ya mfalme, wakaulizwa na mfalme, Nebukadneza, Shadraka, Meshaki na Abednego, mko tayari mninamie na mniabudu? Wakaambia mfalme, tuko mbele yako. Na tumesikia ya kwamba umetoa sheria ya kwamba yoyote katika nchi yako lazima aguke mbele yako kuabudu. Mfalme akasema ndio. Wakaulizwa, na wewe na nyinyi mnasema namna gani? Shadraka, Meshaki na Abednego wakaambia mfalme, sisi hatutakuinamia, na Mungu wetu tunajua anaweza kutuokoa. Yes. Na asipotuokoa, haleluya, hata tukikufa hatutakuinamia. Amen. They risk their life. Abia mwenzako, they risk their life. They risked their life. Wakahatarisha maisha yao na wanaambia wataekwa ndani ya moto. Mungu nipatie imani kama hiyo. Mungu nipatie upendo kama huo. Ndio. Haleluya. Mungu niongeze upendo kama huo. Yes. Wakaambia mfalme, hata kama moto imewaka, hatutakuinamia. Yes. Bwana asifiwe. Ndio. Mungu anataka watu watariski. Hawajui itatokea nini, but they know their God. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Daniel, Biblia inasema wanaojuana na Mungu wao watatenda makubwa. Hallelujah. Hallelujah. Hao vijana wanajua Mungu wao na wakaambia mfalme, hata
asipotuokoa hatutakuinamia. Yes. Mfalme akasema hao vijana wote washikwa wako ndani ya moto. Angalia wewe angalia kabisa. Uko hapa. Angalia hii moto inawaka pale. Na unaenda kuigizwa. Na usiposema Yesu ni Bwana utaingia. Yaani ukikiri Yesu ni Bwana utawekwa ndani. Ukisema Nebukadnezar aendelee kutukuzwa hautawekwa ndani. Utasema nini? Usiongee uongo, ongea the truth from your heart. Tuongee ukweli. Chuma au unajua niongee kana kaipi utakania Mungu hapo, utamwambia Mungu wacha niite wako kesho, leo hapana, wacha niingie, wacha nisitaki kuingizwa ndani. Lakini vijana wakaambia mfalme, we are ready to die. Yes. We are ready to die. Hata kama ni kukufa tutakufa, Mungu aitwa Jehova. Vijana wenye imani. Hallelujah. Ninaona wameshikwa na wale watu wako na nguvu, wanaelekeshwa kwa moto. Lakini wakielekeshwa kwa moto wanasema mfalme wewe ni mwanadamu, lakini Jehova anaishi milele. Vijana wakawekwa ndani ya moto. You risk but you don't know what they behold you. Haujui mbele yako iko nini, lakini una risk your life. Brother, are you ready to risk your life because of God? Hakuna mtaweza hiyo. Hiyo ni Mungu alitoa ushuhuda yenu. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna. Nikwambia ukweli. Hapa kuna wamama na wasichana hata akitupwa na bwana yake hawezi kama mwaka moja bila mwanaume, atachukua mwanaume yake kwa nyumba. Na sasa hiyo unaniambia moto utaweza kukojea? Kama mwanaume umeshindwa kukojea Mungu arudi, utaweza? That's true. Kuna watu wako hapa nakwambia ukweli, wakikosa kazi mwaka moja watasema hata hiyo Mungu simutaki, nitaenda kwa Waislamu kwa sababu ya mwaka moja. Nasema Mungu anataka people they are ready to die because of the God. Hallelujah. Mungu hataki watu ya midomo, anataka watu ya vitendo. Yes. Wale watatembea na Mungu si wale sikubiri. Akiteseka kwa nyumba kidogo anasema hata huyu Mungu simjui no idagani. Hata upasta ni mroko. Unajua hivyo ndivyo mnafanyaga. Hata hiyo pasta alindanganya. Hata Mungu alikuwa ameniambia hakuna kitu kama mimi nimerudi nyuma. Rudi. Sasa umepitia tumajaribio kidogo, umekaa na Mungu. Hallelujah. Amen. Shadraka, Meshaki na Abednego wanaingizwa kwa moto. Wakiwa ndani ya moto, riba shandaraba bozaya, mfalme anangojea washomeke. Heri walio upande wa Mungu. Mungu akiwa upande wetu, nani atakaye tupinga? Yes. Shadraka, Meshaki na Abednego wako upande wa Jehova. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine unapitia kwa shida, ndio Mungu aone kama uko tayari kumkiri na kinywa chako. Yes.